Naam. Asante, swala zuri, na maswala haya ndio yaliyoko kwa siku hizi. Si imetoka sauti, nafikiri msikika ile swali lenyewe hapa. Kati turudie, mimi nina mke na na mabinti wawili, watatu, wanne na mpaka 10. Tumeshirikiana sote, tumefanya kazi, kisha tumejenga ama tumenunua magari, tumeweka biashara ama tumeweka kitu cha maana. Sasa kisha mimi ambaye nimeshirikiana na hawa binti zangu na mke wangu, mke mwingine atapata mtoto wa kiume. Sasa mimi kifa, bila shaka mtoto wa kiume atapata fungu kubwa, kwa sababu ni dhakari na fil hadhi mthail, mwanamume ana mafungu mawili, ana mafungu ya wanawake wawili. Sasa itakuwa vipi? Mwanzo la kwanza, haya mali si yako, mali ni shirika. Haya mali ni shirika, wewe na nafasi yako. Maana kama watu 5, wewe na mke wako na binti wawili, itakuwa kuna roho 4. Kwa hivyo mali yagawanyike mara 4. Ile mara moja ile yako wewe, ambayo ni yako wewe, ilitoa madamu umetoa kitu sawa na hawa, ile yako wewe roho moja ndio itarithiwa na huyo mtoto kiume na hawa pia wanapatia, na huyo mke na hawa watoto mabinti. Kwa hivyo zile za hawa hawezi kurithi mtoto wa kando, wao tarithi ili fungu la baba yao. Nadhani tumeelewana hapo, si kwamba ati tarithi yote zile za wale azimuhusu wewe, kisha na wao pia hawa tarithi ya baba yao. Kwa hivyo ina maana hapo ni kama lashe kitu kidogo. Nadhani marhaba. Swala ni kwamba je, mimi naendelea na ibada yangu ya qiyamul layl na swala usiku, nafanya ibada tofauti. Je, mpaka nimepata tahajjud? Jawabu ni hili. Katika lugha ya Kiarabu, tahajjada Zaidun katika lugha ya Kiarabu ni istaykadha baada an nama. Tahajjada Zaidun, istaykadha Zaidun baada an nama. Yani maana tahajjud lazima ulale kisha uamke ndio ita tahajjud. Kwa hivyo lao mimi nitafanya qiyamul layl, yaweza kupatikana qiyamul layl bila tahajjud, lakini tahajjud itakuwa ni tahajjud na ni qiyamul layl. Kwa hivyo ukilala ukaamka usiku, sharti ni kwamba swali isha. Ukilala ukaamka usiku, ile itaitwa tahajjud, itaitwa qiyamul layl. Hata ukisali peke yako ni qiyamul layl ni tahajjud. Lakini kama umelala tutaita qiyamul layl, maana yake usiku mzima mashallah umesali, umesoma, umenini. Kwa hivyo kunao tofauti ya haya matamko mawili. Tahajjud lazima ulale, ikiwa mtu hakulala asitie ile tahajjud, maana yake swala yake itashuka. Asiseme swali sunna tahajjud na yeye hakulala, hiyo haisii swala. Aseme usali qiyamul layl au qiyam Ramadhani au tarawih na mfano mwingine. Lakini kama amelala atakutia nia zote, aweza kutia usali qiyamul layl, usali sunna tahajjud, zote sawa. Nadhani mmekujibu. Hata kama umelala dakika 5 tu, ikifaa dakika 5 tu, ile umetegemea hivi papo ukapata usingizi, ukishtuka anta tahajjudta, yani umeamka baada ya kulala au umeshtuka baada ya usingizi. Naam, sharti kulala, lakini hakuna muda. Hata kama umelala
saa 4 usiku, saa 4 dakika moja tu utashtuka, basi sali tahajjud. Tatajafa junubuhum anil madaji. Naam, naam, haji. Naam, tahajjud ya 8. Tamam. Mwanzo tahajjud haina rakaa. Tahajjud huanza ya rakaa 2, humalizikia na rakaa ambayo hazina idadi. Sayyidina Ali rakaa 8, mwenyewe taka rakaa 8, sawa. Sawa, wewe umesali tahajjud rakaa 8, kisha ukasali rakaa 10 za haja, kisha sali na witri moja, sawa. Tamam. Naam, alaikum salaam wa barakatuh. Marhaba sayyidi. Kwenye naam, 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 ndio. Suala la habibi wetu Sharif wetu ni kwamba mara nyingine kama mimi ama kama wewe ama kama yeye huenda studio, na pale studio pengine mwenye kutuhudi yeye ni mwanamke. Je, itafaa kujua yule mwanamke? Kihakika muhimu isipatikane faragha, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anatuambia wala takhdhana bilqawl, msilegeze sauti, msilainishe sauti. Si makosa mwanamke kuzungumza na mwanamume au kumjadili, manake mwanzo hiyo aya ya Qur'an, wala takhdhana bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan. Msilegeze sauti mkizungumza na wanaume ili wasipate tamaa wale ambao wana maradhi ya moyo. Manake kuna wengine wanaume wana maradhi ya moyo, wakimwona tu mwanamke tuogope yeye wanataka yeye takavyokuwa, hata kama sura zake na yeye hazilingani, lakini madamu yeye moyo wake ni mgonjwa, Mola ndio amtambia si mimi. Wala fatma alladhi fi qalbi marad wa kunna qawlan maarufa, mzungumzo maneno ya kawaida wameambiwa na Mola. Kwa hivyo tukasema jawabu la kwanza ni hilo, ni aya Qur'ani yaonesha yafaa. La pili, kuna mwanamke alisimama msikitini lakini si faragha. Sayyidina Umar alikuwa amezungumza, alikuwa mkali, jamanini punguzani mahari amekuwa wingi, mabarabara amekuwa wengi, hawezi kuoa. Mwanamke mmoja akasimama akamwambia ya Amira al-Mu'minin, Mola ametupatia kitu wewe kutukosesha? Mola ametupatia kitu wewe kutukosesha? Na ni Mola kwenye Qur'an atuambia wa ataina ihdahunna wa ataitum ihdahunna kitara fala ta'khudhu minhunna shay'a. Mkiampa mwanamke mamilioni msitoke kitu. Wewe unataka kutupunguzia mahari, Amira al-Mu'minin. Sayyidina Umar pale katika mimbar akamwambia, akanena akhta Umar asabatu batil wa akhta Umar, mwanamke amepata, Umar amekosa. Angalau watu ambao hawana kitu. Yesu na Umar atakutumia siasa, si nguvu, yani ni ushauri, ni ushawishi, lakini Mola huku ashatoa ruhusa kufanyeni. Lakini jamanini hata tini mshike mahari, ekani mahari mingi mpaka zitaoza zile, watu hawatakuwa kuoa. Sasa faida yake ni sasa, na Umar atafuta njia ya suluhisho ambalo nyinyi ndio mharibu. Mola hakuna lazima ni mtupe mahari mingi. Mtume atambia nini baraka zaidi, mwanamke mwenye baraka zaidi ni aqalluhunna mahara, mwenye mahari machache zaidi. Mtume ndio amesema. Kwa hivyo Sayyidina Umar alisema ya Mtume, lakini tu yeye ametangaza vingine na Mtume alisema vingine. Adhamu nisai barakatan adhamuhunna mahara, mwanamke mwenye baraka zaidi ni yule ambaye kwamba ni aqalluhunna mahara, mwenye mahari machache. Nadhani nimekujibu. Kwa hivyo itakayofaa naam, ndoa inshallah sana. Naam, naam,
sana. Ndio. Naam. Kweli. Naam. Wallahi hakika umetuletea shida za jamii yetu, na bila shaka wenye kutatua nyinyi, manake nyinyi ndio mtawategemea katika ushauri, katika busara. Lakini hili moya ni kweli, mwanamke mara nyingine huwa hamwezi mwanamume kwenye fikri yaitwa kibaru ala, yani mara nyingine mwanamume aweza kuwa ile dhakari yake ni kubwa kuliko uwezo wa huyu mwanamke kustahimili iliko hilo, na huyu mwanamke ameruhusiwa na kisheria aende kwa kadhi amfanyie pasi, yani kusahihisha ile ndoa, ikiwa matatizo ni hayo. Ikiwa matatizo ni mengine kwamba huyu mwanamume hafai, ni kweli ndoa zetu kwa hakika zimekuwa ndara ndio kunene, mwanamume hafai kupewa muda wa mwaka, lakini wanawake wajue wasome dini, wainusuru. Ikiwa hakusoma dini watadhulumika wenyewe, watakujidhulumu wenyewe. Mwanamke akiketi akasubiri kanena huyu mwanamume amenioa, lakini kutoka yeye aliponioa siku ya kwanza hafai, nitastahimili miaka 5, mwaka wa 5 mimi ndio tutakwenda kwa kadhi. Ukienda kwa kadhi, sheria kadhi hana uwezo sheria, na akifanya huo kadhi atakuwa amefanya ni kazi na yeye ana interest yake, lakini hana ruhusa kadhi kukuhakisha wewe mwanamke aliyeketi miaka 20 ambaye mume wako hafai, hana ruhusa, lazima atoe muda wa mwaka, lazima. Sheria ya dini inasema hivyo. Sasa mimi nimeketi miaka 20, umeketi na shetani wako, umeketi na khiari yako, lakini dini sasa yao atakuweka suluhisho, hataki kukudhulumu wewe wala kudhulumu mwanamume. Lazima naye apewe nafasi, apewe muda wa mwaka, apate kosi, kaskazi, wakati wa mavuno, wakati wa chaka, zote hizi ndio 4. Na mpaka ripoti. Baada ya ripoti, pale kwanza kuripoti kwa kazi, ripoti kwa kazi. Si makazi yako. Naam. Wazazi lazima washirikishwe. Wazazi lazima washirikishwe waiwe. Upande wa mume na upande wa mke. Maana mwanzo kabla kufika kwa kadhi, Mola tuambia fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Pekani wajumbe mwenye hikma, lakini si wajumbe wale jibabisi akili ongezi kitoka au kana kuharibu zaidi. Ni kupepa wenye hikma, wenye busara, ambao watambua wendani wao si nafsi zao kwa binafsi.
hakama min ahlihi, upande wa mume, wa hakaman min ahliha in yurida islaha yafiq Allah bainahuma. Ikiwa hakuna nia nzuri, basi yule mwanamke sasa ana uwezo wa kupeleka kesi yake kwa kadhi baada ya kuonekana jamii ama familia imeshindwa. Kwa hivyo pale atakapokuanda kutoka kadhi ndio mwanzo wa mwaka, asije kwamba mimi nimestep miaka 20, la, hiyo iko haimu. Na hata mwanamke ambaye hapewi chakula na mume wake, akaketi pengine miezi ama miaka, hakikisha ukwambia mimi nitaketi tukisha miezi 6 tutakwenda kukusai, la, una uwezo huo. Sio kwamba ati miezi 6 ndio utakusai. Haya madhhabu ya Kiswahili si madhhabu ya Kiislamu wala si dini ya Kiislamu. Pale utakapopeleka mashtaka kwa kadhi kwamba huyu yeye ni siku ya 7 au siku ya 6 hanipi chakula, kadhi ana uwezo kuatisha, maana siku 7 mtu anaweza kufa. Ikiwa mtu hali siku 7, na wanazoona wameweka kipimo hicho kwamba muda ambao mtu hawezi kuishi bila ya kula, lao ataishi bila kula atakufa, ni hiyo wiki. Na wiki nafikiri wanawake ambao wana store nzuri katika tumbo lao ya kujaribu kipi na ndaa. Mola mwenyewe ameomba hivyo, lakini mwanamume labda siku 4 yao, kama siku 4 hakuna, aweza kufia mbali, kula kabisa na kula kabisa. Lakini mwanamke tumpe wiki 2, kadhi ana uwezo akusahishe kama huyu mwanamume hamwangalii yule mwanamke. Lakini ala kulli hali, alhabibi ametupa shida ya jamii yetu. Ni kweli tuna shida, tuna tabu, na ndoa zetu zimekuwa kama ndoa za kuku na ng'ombe na mbuzi, yani leo tutaoana, kesho tutaachana. Na kupima ni muhimu, tukapime kwa sababu la dharara wala dhirara. Hiyo ni kaida ya kifikri, hakuna kudhuriana, hakuna kulipana madhara zaidi. Manake mtu amekuwa ati madamu wewe huyo mwana Muislamu nini umwozeshe, umtie ukimwi ule kijana, iwe ni kudumu na ugonjwa, ama umtie ukimwi huyo mwanamume na ilhali kwamba yule mwanamke pengine ndiye mgonjwa. Matatizo ya kupote, manake mwanamke pengine kwambia, ili neno moja la mwisho kumalizie, mara nyingine mwanamke kwambia huyu mwanamume huyu haustarehe, huyu mwanamume haustarehe, na huyu mwanamwali wewe hiyo kustarehe nizipata wapi? Yeye mwenyewe anaita kwenye izara bila kuiwa, yani huyu hayui romance, ama huyu hayui sex, ama huyu jimai. Wewe uliyapata wapi haya mengine? Kwa sababu mtume wetu, sikizane hikma ya mtume wetu, ataambia toe wanawali, fa innahunna a'dhabu afwaha wa amtaku arhaman wa ardha bil yasir. Mambo matatu mtume atambia wanawali, midomo yao ni tamu zaidi, hakuna kuficha katika dini. Kisha kizazi chao huwa kiko safi zaidi, hakiingia ile kuharibu mimba au kuingia mambo matatizo mwanamwali. Kisha huridhika na kichache, mwanamwali huridhika na kichache, kwa sababu huyu hayaolewa huyu mwanamke na hamuelewi mtu akuwa wewe mwalimu wewe unakwenda kumwoa. Lakini kama ni mwanamke ni play girl, manake jamaa uko kwa play boy, hii haitawi ni play girl, amuolewe ayo romance ya huyu kisha mwingine alikuwa darwesh maskini hayo chochote, hakusoma hadithi za mtume kufundisha yote, lakini darwesh kwa maana hakufuatilia vipi utamfikisha mwanamke. Ikiwa wewe umesoma dini kweli umefahamu, utamfikisha mwanamke kuliko wao kuna dialogue, sio kule Diamond kuliko wao kuna Diamond kuna nini, maana wale ndio ukimbiliwa. Lakini utakimbiliwa wewe kwa sababu wewe umefuata syllabus manhaji ya mtume, na mtume mashallah hakuna mfano wake. Kwa yote kwa hayo kwa mengine vile utakavyokuja ndio mtume atakupokea vile. Hata ukitaka ile kushikana mareka ile, nafikiri kwa hiyo kuna bwana akiitwa Rukana. Huyo Rukana lilikuwa ni lile yani jitu la utisho pale katika kwa Makureshi. Watu wote wakiambiwa wewe kama maana Rukana wana hofu, lakini mtume aliwaambia mwiteni, akamwambia mimi nitakumbana na wewe. Unaweza watu kisasa, mtume akamwangusha mara kwanza. Mtume ambaye yule hakutarajia kama angusha mara ya pili na mara ya tatu kama angusha, akamwambia wewe si mtu wa kawaida, ashhadu an la ilaha illa Allah. Rukana kwa Uislamu, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadur. Kwa hivyo mtume amesilimisha watu kwa kushikana mareka
Mtume amewafurahisha watu kwa sex na romantic, na sasa kuna Sofia binti Huyai, kuna Juwairia ile iliyopewa zawadi kutoka Egypt, alikuwa ni kijakazi akakubali kuislimu, ndio Mtume ndio akamoa rasmi sasa. Kwa hivyo Mtume hakuna mfano wake, hakuna mfano wake. Yeye mwenyewe alisema lastu kahayatikum, mimi si kama nyinyi, inna ma abitu yutimuni rabbi wa yasqini. Mtume akakaa na njaa hata wiki hata mwezi, lakini masahaba walijaribu kumuigiza ati siku mbili, siku ya tatu atakuendelea tena, wengine mko taabani atakuzungumza hawezi, lakini mwezi kaandama. Mtume akamwambia mngeliona kama ngelikuwa mwezi wa kuandama, mimi ningeendelea na mimi ningeendelea na hamngeliwezi, mngelianguka barabarani. Kwa hivyo nadhani itakuwa limejiwika kidogo. Kwa hivyo Mtume, Allahumma salli sallam alayhi wa ala alihi wasallam. Naam. Sahihi. Jazakallahu khairan. Mwanzo tumepokea hadithi idha rakiba alkhatibu ila alminbar fala kalam au la man takallama yawm aljum'a wal imamu ala alminbar faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Hadithi ziko kama kadhaa tofauti. Mwenye kuzungumza na khatibu katika minbar amefanya lagwi, yani amefanya upuuzi, na mwenye kufanya upuuzi siku ya Ijumaa hana juma. Wanazuoni wengine wasema juma lote litakuwa halikusiri, wengine wasema thawabu za juma na siri hatapata, na ndio maana tukawa hatubadiliki. Kwa hivyo tuko hawa waliosema kwamba hana thawabu na siri za Ijumaa kwa mwenye kuzungumza. Sasa swala tuliuliza hapa, je, mwenye kusoma Qur'ani na khatibu katika mimbar, au mwenye kuleta dhikri khatibu katika mimbar, au kufanya jambo la kheri lingine, yafaa ama haifai? Mwanzo kwa wanazuoni wetu wa Shafia si haramu bali ni makruh kuzungumza ikiwa khatibu katika mimbar, madhhabi yetu. Ingawa madhhabu mengine ni kwamba ni haramu upate na madhambi. La kwanza. La pili, Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu siku moja katika mimbar, Sayyidina Uthman alichelewa kidogo kuingia msikitini, akamwambia mbona umechelewa kwa Juma? Akamwambia wallahi ya Amir al-Mu'minin, yana amezungumza wallahi ya Amir al-Mu'minin, baada ya kutoka kazini sikushughulika isipokuwa na kuoga, kutawadha kwa Juma. Kwa hivyo alizungumza. Ina maana yafaa, si haramu kuzungumza ikiwa khatibu katika mimbari. Ndio dalili ilitolewa na wanazuoni. Lakini wanazuoni wasema ikiwa atakweta dhikri, wataka kusoma Qur'ani, soma kwa siri, usitoe sauti. Ukitoa sauti utakuwa umefananisha na wale man la ghafala jumata lahu. Ikiwa atakweta dhikri, waweza kuweta dhikri, istighfari, sala mtume. Wataka kusoma Qur'ani, soma, lakini usitoe sauti. Soma tu katika mdomo wako, ile ulimi wako na moyo wako. Kwa hivyo si haramu kwetu sisi, lakini kwa wengine ni haramu, na jumba pia itakuwa huna. Sasa tutukuelewe kule tupate kuwa kujihifadhi zaidi kwetu. Hii ya mwisho nilipotea, yani anayekwenda speak. Hii ya mwisho malizia. Yani binti alipata mimba ya haramu. Naam. Kuwezesha. Naam. I see. Sahihi. Asante. Wote kwa wana haramu. Sahihi. Swala zuri na liko katika jamii zetu, na wengine ukita mpaka zaidi hapa. Ule kijana kisha kizaliwa huwa ina lake huyo bwana. Yaani tumedanganywa dini yetu sisi imekuwa kama sio ile dini yetu ya Kiislamu. Kwa ufupi, ikhtala